Kenya. Mahali nimekaa muda mrefu nilikaa Mombasa, lakini nikifanya kazi ya Mungu East Africa, yaani Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Zambia, Kongo, utaniona hata kwa YouTube itakushuhudia. Kweli Mungu ni mwema. Mara ya kwanza kufika mahali hapa na kuonana mtumishi wa Bwana, lakini Mungu akubariki sana. Ninakusaluti sana kunipea madhabahu kama haya, si mambo ya kawaida, hii ni neema. Nimewafuata sana kwa mtandao kupitia nabii wa Bwana, nikapata mambo mengi yakanijenga zaidi. Nikatamani nije nikutane na watu wa Mungu. Na ninajua leo kuna neema. Katika jina la Yesu Kristo. Kuna neno fupi ambayo naweza kukusaidia siku ya leo. Kupitia huduma ambayo Mungu amenipea, naomba tuelewe kile ambacho Kristo alichokuja kufanya juu ya dunia. Akawa pamoja na wanafunzi wake, alipenda kuwafunza maisha mapya inayokuwa katika majira mapya, namna watakavyotembea pamoja na Mungu. Wayahudi, Wafarisayo hawakuelewa system mpya ambayo Yesu amekuja nayo. Kulikuwa system ya kale, na Yesu akaja na system mpya ili watu wafanye mapenzi ya Mungu. Akazungumza na wao akasema, mnapoomba ombeni hivi: Baba yetu aliye wapi, na jina lake na ufalme wake, kisha na mapenzi yake yafanyike au yatimike kama wapi? Kama mbinguni hata duniani. Hivyo sote mapenzi ya Bwana yatimike, yaliyo mbinguni yatendeke juu ya dunia. Yale ambayo kanisa lazima ifanye katika siku za mwisho ni kukamilisha, kufanya mbingu iwe juu ya nchi. Mapenzi ya Mungu yahitaji vinavyotendeka mbinguni vitendeke juu ya dunia hii. Yaani reality zote za kimbingu zifanyike duniani. Kwa jinsi alivyo mbinguni, furaha iliyo mbinguni, amani iliyo mbinguni, salama iliyo mbinguni, itendeke mahali hapa. Hata Mungu alimtuma shetani, akamtuma duniani, lakini akatupatia uwezo, mamlaka ya kumshinda, na mapenzi ya Mungu yanatendeka. Lakini kuna shida kubwa. Lazima tuwe na hekima, lazima tuwe na akili, lazima tuwe na elimu ya kimungu ili tuweze kukabiliana na shetani. Ukisoma kitabu cha Waefeso sura 4 mstari wa 11 hadi 13 yazungumza vizuri ya kwamba akasema hawa watu nahitaji wawe na elimu ya kimbingu ili wafanye vitu vilivyo katika ulimwengu ya roho, ndio mbingu vitendeke katika ulimwengu wa kimbingu. Nitawapea watu aina 5, ni ministry 5. Wengine akawafanya kuwa walimu, mitume, wengine akawafanya kuwa manabii, wengine akawafanya kuwa wainjilisti, wengine walimu, wengine wachungaji. Kwa nini ministry 5 itendeke? Kuna kusudi watu wawe watakatifu. Inamaanisha utakatifu ni daraja la kwanza. Koka anapewa utakatifu. Bwana sifiwe. Ukiendelea hapo anasema ili imani iwe moja na watu wafike katika kimo. Kuna viwango vya kumkaribia katika kiwango cha juu. Kuna kiwango cha utakatifu, kuna kiwango cha utimilifu, na kuna kiwango cha ukamilifu. Na watu wawe kwa sura ya Mungu na mfano wa Mungu. Wanapokutazama waone Mungu ndani yako. Kwenye familia ukitafuta Mungu akuje kwako. Ndio kusema Mungu aonekane ndani ya maisha yako. Kitakacho kutambulisha kwamba wewe una tabia za kiungu ni utakatifu, ukamilifu, utimilifu. Wanaofanya kazi
ni mitume, manabii, wainjilisti, walimu na wachungaji. Shangilia Bwana. Hawa watu watano wanafanya ishara zinaonekana kwenye maisha yako, wanaomba Mungu ndani yako, wanajenga madhabahu ya kiungu ndani yako, wanaleta uhusiano wa mwanadamu pamoja na Mungu, wanaleta network ya kufikisha mbingu na mbingu inasikia, na mambo ya supernatural yatakusogelea, yatakukaribia, kwani unabeba mbingu nzima ndani yako. Soma kitabu cha Zaburi 82 verse 6, anazungumza vizuri. Tungelewa kusudi la Mungu juu ya dunia hii, hatungecheza, hatungerudi katika dhambi. Zaburi 82 verse 6 to 7 inasema Mungu, mwana wa Mungu aliye juu, lakini ole kwenu, kwani mtakufa kama wanadamu. Mapenzi ya Mungu ni ili tuwe Mungu, tuwe wana wa Mungu aliye juu. Hatujajielewa kwamba sisi ni wana wa Mungu, na mapenzi ya Mungu yameshindwa kutimilika. Wanapokutazama wanakuona wewe mwanadamu. Ijapo pia Mungu ni mwana wa Mungu, ndani yako waone DNA ya Mungu, damu yako yaungane na damu ya kiungu, mishipa yako yawe na mishipa ya kiungu, macho yako yawe na macho ya kiungu, masikio yako yawe ya kiungu. Utakaposikia Roho wa Bwana ananena, utanena, kwani kuna connection. Ndio mapenzi ya Mungu. Anasema sasa mimi ni Mungu, lakini amchelewe. Anasema ole kwenu, mtakufa kama nini? Mungu ametuma Kristo atubadilishe tutoke katika hali ya kibinadamu tuingie katika hali ya kiungu, ili mapenzi yake yatimike. Bwana sifiwe. Hatutataka wanadamu wamekufa ole kwa magonjwa, kwa mambo ya kutisha, kwa maajali. Ni wanadamu wanakufa ovyo, lakini walio wa kiume wanakufa kwa mapenzi ya Mungu na wanalala wanapumzika. Bwana sifiwe. Kitu kubwa sana. Kusoma kitabu cha Wakorintho ya pili 10:5 anasema tuyaangushe mawazo na kila kitu kijinuacho juu ya elimu ya Mungu, na kuteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Mawazo, akili ya kibinadamu. Wajua ya kwamba hata nimeokoka, lazima tu magonjwa ya pepo yatakuwa ndani yako. Hii ni akili ya kibinadamu. Angusha mawazo imtii Kristo, nafsi yako imtii Kristo, hali yako yote imtii Kristo, ya kwamba umekuwa kiumbe kipya. Mtu wa ndani ametokea, kuna mtu mpya katika Kristo. Bwana asifiwe. Mawazo, akili ya kibinadamu. Hapa ni kubadilisha mawazo ya kimtu na kuweka mawazo ya kiungu. Unapofikiria mbingu inashuhudia ya kwamba huyu amefikiria na kiungu. Hauna muda kufikiria juu ya wanawake, huna muda kufikiria juu ya kwenda hapa, huna muda kufikiria juu ya wanawake, kwani mawazo yako yamekuwa ya kiungu. Mwanadamu ni kawaida, wewe ni Mungu na huna muda. Nakuja na hiyo katika jina la Yesu Kristo. Watu watoke mahali hapa, ubinadamu uogoke, wawe wa Mungu, na Mungu asikie kwamba kuna nini duniani ambayo ni mapenzi ya Mungu yakitendeka. Nitakueleza kitu kimoja. Wakati una mafikra za supernatural, ulimwengu ya kiroho inayohitaji ifanye kazi ili Mungu aonekane, itakukaribia. Hujaongea tayari Roho wa Bwana yuko hapo. Hujafanya jambo lolote, Roho wa Bwana yuko hapo. Anahitaji ajizunishe, kwani unatembea katika mapenzi ya Mungu ya supernatural. Angalia kando yangu, mimi si wa kawaida. Leta neema. Ibinadamu unaondoka. Ibinadamu unaondoka. Leo mimi ni mwana wa Mungu. Leo mimi ni mwana wa Mungu. Leo kinachozuia miujiza kanisani
tunaweka akili yetu na hekima yetu, yale tuliyozaliwa nayo, yale tuliyosoma nayo, ndiyo tunaleta katika ibada. Nilisoma teolojia, hiyo ndio naleta kwenye ibada. Ijapokuwa Roho wa Bwana anahitaji anene ndani yako, afanye ishara ndani yako, kulingana na hekima ya kimbingu kwa ajili ya kibinadamu. Soma kitabu cha Wakorintho wa kwanza 2:4-5. Anasema na neno langu hili Paulo anazungumza pamoja na Wakorintho. Anasema neno langu na kuhubiri kwangu hazikuwa kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili ya wanadamu, bali kwa dalili za Roho na nguvu. Anasema ili imani yenu isiwe katika hekima ya wanadamu, bali katika nguvu. Watu leo wanaleta maneno ya akili ya kibinadamu ili waeleze Mungu kabisa hivi. Alafu inashawishi akili ya wanadamu, lakini hakuna dalili za Mungu na nguvu za Mungu. Tuko katika nyakati ambazo Mungu yeye mwenyewe anapenda azijirishe, ajionyeshe, ili kanisa la Mungu lishekwe dalili za Roho Mtakatifu. Mungu akiwa ndani yako lazima kuna alama. Akasema na ishara hizi zitafuatana na wao wanaoamini, wanaoamini. Na nasema wenye haki wataishi kwa nini? Kwa imani. Anasema na imani yenu isiwe katika hekima ya kibinadamu, lakini katika nguvu za Mungu. Shiriki katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu. Ukiona Mungu akitenda, kuna alama zitaonekana, kuna uponyaji utaonekana, kuna ishara zitaonekana kwenye kazi yako, kwenye biashara yako, kwenye ndoa yako. Mungu aonekane, dalili za Roho za kanisa Mungu za Mungu yatawaamini pamoja nasi. Shangilia Bwana, shangilia Bwana, shangilia Bwana. Tuseme Bwana, hivyo itaunganisha vitu vyetu vilivyofichwa katika ulimwengu. Acha nieleze, kuna vitu vimefichwa, magari yamefichwa, safari zimefichwa katika ulimwengu. Hatujapenda kufunzwa, mitume hawatakufunza, manabii wanajaribu, lakini leo shida, watu wanakimbilia kwenye maombi, watu wanakimbilia kwenye manabii watabiriwe. Kinacholeta ushirika wa Mungu na ili Mungu aweze akazuka ndani yako, ashituke ndani yako, ni neno la Mungu. Kipata mtumishi wa Bwana anakuelekeza kwenye neno, ni ushindi. Anajenga madhabahu ya kiungu ndani yako, na anaondoa madhabahu yote ya kiungu ya kiasili ndani yako. Anajenga Mungu na uhusiano, na mbingu za Mungu zitatembea na wewe, na dalili za Mungu utaziona, na madhabahu ya kweli itavunjika kwa ajili ya kuanzisha Mungu ndani yako, kwa ajili ya kuanzisha mtakatifu ndani yako. Na kiwango cha madhabahu ya kweli yaendelea kukuachilia, hawezi kukusogelea, hawezi kukaribia, kwani Mungu mzima amekaa ndani yako, asiye hana uwezo tena. Vitu vimefichwa na mfano mmoja nilimaliza, nikapata somo hili ya kwamba vitu vyetu vimefichwa. Tunaishi maisha ambayo si yetu, kwani hatujaelewa. Nitaingia katika practical. Tunapenda kusikiliza, tunapenda kuomba, lakini hatupendi kuishi neno. Nikamwita Mungu, Baba, nimeelewa kwamba wewe ni Mungu yetu, na vitu vyote ni vyako, na vyote vilivyo vyako ni vyetu katika Kristo. Na mimi leo naahidi, na mimi vyako nivipokee. Katika hali ya kusoma neno, nikamwita mke wangu, tuingie kwenye practical. Vitu vyetu vimefichwa, tukafanya vitu nne. Nikamwambia mke wangu, mimi nahitaji kitu cha kwanza, nahitaji niwe na gari ya namba ya Kenya, namba 1. Yeye akasema mimi nafanya biashara ya kawaida, nahitaji nifanye biashara ya kimataifa, nipande ndege niende ng'ambo. Ya tatu, nahitaji nijenge, ninunue ploti mahali fulani huko Kongo, na nijenge nyumba. Ya nne,
Tunahitaji watoto wetu wote wawe na masters kusonga mbele. Tukasema sasa tunaomba. Lakini hivi vitu katika ulimwengu kuna principle, sema principle. Kuna kawaida ya kuhitaji vitu katika ulimwengu. Cha kwanza watakatifu. Amen. Na kuamini neno ambalo umepewa kwamba Mungu anaweza. Ya tatu, tukaingia katika hali ya kutoa sadaka. Si sadaka ndogo ndogo hii, tukajipima. Tukaweka kwenye envelope, tukaiombea siku 3. Tunahitaji maana vitu ile. Mungu nikasema, Mungu nisaidie mahali nitapeleka hata mbele yangu hii sadaka ili ingie kwenye ofisi ya magari, ingie kwenye ofisi ya wanaoenda shule, ingie kwenye ofisi ya wale wanaosafiri kwenda ng'ambo, ingie kwenye ofisi ya malaika wa viwanja na malaika wa nyumba. Mungu akanielekeza, kachukua sadaka, tukaenda na mke wangu, nikamwambia mtumishi wa Bwana, mtumishi wa Bwana, hii sadaka uipeleke kwenye ofisi ngapi? Hii sikutoa kwa mtu, acha nikueleze. Kuna sadaka ambayo ukishindwa namna kuelekeza inakosa mahali pa kuelekeza. Mtumishi wa Bwana akasema umeelekeza jambo msimpya. Nikasema twende kwenye imani. Akaomba ya kwanza ya safari, akaomba ya pili, akaomba ya tatu, akaomba ya tatu juu ya viwanja na nyumba, akaomba juu ya shule. Nikaacha sadaka akaondoka. Na kuonesha kwa kweli Mungu anahitaji mapenzi yake ambayo yakabili. Tukiwa na imani mambo yanatendeka. Wiki mbili pata simu ya mtu kanipigia simu, niko Mombasa, yuko Nairobi. Uko wapi? Niko Mombasa. Njoo tuongee. Tulipokuwa tukiongea, sasa mke wako atafanya kazi gani? Anauza tu vitu, anaelezea kutoka China. Kwa nini hawezi akaenda? Sema hatuna pesa. Akasema unajua wale ambao wanawatuma sema ndio. Wapigie simu, waulize, je, naweza kukapea mke wangu nafasi? Ya pili, waulize ni kiasi cha pesa ngapi ili aweze akasafiri? Ya tatu, mnaenda lini ili na mke wangu asafiri na nini? Nikawapigia simu, wakasema pesa hakuna shida, mke wako tutaenda na wewe. Mbona tunarudi sema ndio? Wakasema kwa mwezi ujao tutampea nafasi kiasi ya dola kiasi hicho ndio nitachika. Amina, sawa. Mungu anatuma malaika kama mwanadamu anayekuja kutimiza mapenzi ya Mungu kulingana na imani ambayo ninayo. Kuna watu wanabeba madola, hajachilia madola. Sitakuumiza roho siku ya leo, na nitaka kubebe kwenye imani, nikueleze ya kwamba Mungu yuko tayari kukamilisha mapenzi yake duniani kwa ajili ya Mungu. Alipewa pesa kufanya process ya visa. Mama nikamshirikisha airport, nikasema umesafiri ndani ya Mungu. Hapo ndani ya Mungu, ndani ndege ya Mungu imekupeleka. Akaenda ng'ambo kununua vyombo na kaunti. Leo hii tunafanya biashara katika jina la Yesu. Ili neema upokee. Nikasema Mungu, umeshika mke nini bado? Pastor, nikatoa sadaka. Nikamkumbusha Mungu sadaka. Nilipomkumbusha Mungu sadaka, maono ikaja, malaika akaja, amenibebea kifurushi ya dola 10,000. Akanipea, akasema hii pesa zako. Usichukue lakini usipite njia hii, pita njia nyingine. Hadi ikatoka kwenye maono. Nikamwambia mke wangu, Mungu ameleta pesa. Akasema zipo wapi? Niseme vitu tayari. Tunapewa. Akanikueleze kuna vitu katika ulimwengu ndio. Usipojua kuvichukua utaishi maskini. Japo Mungu amechilia. Nikaamka asubuhi, nikachukua sadaka, naenda shukuru. Asante Baba, asante kwa dola 10,000 umenipea. Asante kwa nini umenikumbuka. Wewe unashukuru wakati umeona. Heri afadhali alinio bila kufanya nini? Nikatoa sadaka, nikaamini Mungu ni mwenye haki na Mungu anatenda. Nikatoa sadaka ya shukrani. Usiku tena yule malaika kaja akasema, sasa hizi pesa tutakupea 6,000 na 1,000 utapewa baadaye. Nikashukuru. Mungu akafungua neno. Mungu akafungua biashara. Vitu vikaja, mambo yakaendelea vizuri. Nikaona nimepata pesa. Hiyo pesa 6,000
nikachukua hiyo pesa nikaenda kwa kufunga kununua na hiyo gari inaitwa bila iko katika jina la Yesu Kristo. Mungu anatenda. Mapenzi ya Mungu lazima yakamilike kwa giza hili Mungu yakamilika. Nikaendelea katika hali ya kazi, nikamkumbusha Mungu, nikatoa sadaka. Baada ya kukumbusha 4,000 ya uwanja, Mungu hakukawia, hakufanya miezi 2-3, 4,000 ikaja, nikanunua uwanja. Tokea uwanja katika jina la Yesu Kristo. Nikasema Baba, kumbuka watoto. Baba anakumbuka watoto. Watoto wote wamepata masters. Na nyumba ya mtego inakaribia mwisho. Nakuja kukueleza kwamba Mungu hajaweza wewe. Mungu yupo. Mungu ni Mungu anatenda. Anasema dalili za roho na za nguvu hapo ndio inanyanyuka. Tukiwa katika hatia chini ya lako. Uombe sana masaa 6 na hauishi utakatifu ndio yako ni Mungu. Nitakueleza soma neno la Mungu. Neno la Mungu litachukua maombi ndani yako. Na hao ndio ndio maombi ndani yako. Ili akupeleke kule viwango vya juu na Mungu atakutukuza. Mapenzi ya Baba anahitaji katika mchana wa leo. Kanisa lazima inuliwe kwenye milango ya Yesu. Watembee kwenye mamlaka ya kimbingu. Wanyamazishe dunia. Wanyamazishe magonjwa. Yaondoe umaskini. Ukara siyetu. Ni kutembea katika utakatifu. Kwani bila utakatifu hakuna kuona. Wewe utaona na macho. Utaona katika vitu vimekuja. Mambo yanabadilika. Vile Mungu anajitukuza. Hakuna kumwona Mungu. Hakuna kuona magari. Hakuna kuona ndoa. Hakuna kuona viwanja. Mungu yeye mwenyewe anaishiresha. Tukile na Yesu. Kuna magonjwa mengi yametusumbua. Ni kwa ndani yetu kwa kiwango cha chini. Tunakaa maisha ya kulia, maisha ya kuomboleza. Isipokuwa Mungu anasema, nimechoka maisha, niwe nini? Na mimi ni wale wanaoitakasa. Walio mimi ni wale wanaoishi neno la Mungu. Walio mimi ni wale wanaoomba na kufunga. Mungu anazungumza na wao. Katika maono, katika ndoto, kila mahali anatembea na wewe. Anakuelekeza njia inafaa. Anakuelekeza huyu rafiki hafai. Anakuonesha utaweza kufanya kazi fulani. Kwa Mungu anakupo na wewe. Hiyo ndio mapenzi. Niko katika maono siku leo. Nikaonesha mtu fulani ni baba. Amekaa muda mrefu hajaoa. Ana miaka zaidi ya 50. Anakaa peke yake. Nikasema Mungu, unanikumbusha nini? Kama ni hapa nitakuja nimuone sijui. Nina ushuhuda wake. Nina ushuhuda wake. Kama uko mahali hapa, inua mkono. Umekaa muda mrefu peke yako. Hujaoa na miaka imeenda. Kama si hapa unajua nahubiri kila mahali. Huu ushuhuda lazima nitauliza katika siku zote ambazo tutaendelea. Nina ushuhuda wake. Amekaa muda mrefu hajaoa na anaendelea kuzeeka. Mungu anasema kuna neno fulani ambalo nimpe shauri. Kuna shida iko mbele yake. Kuna majanga iko mbele yake. Mungu anataka kumuondoa katika ile njia mahali alipo. Amrejeshe tena uzima katika jina la Yesu. Je, hapa kuna mgonjwa na shida ya mguu? Unasikia mguu unachechemea? Nachechemea kila mara. Njoo mahali hapa. Njoo. Mtumishi wa Bwana sio. Mungu wetu wa ajabu, ajabu. Mungu wetu wa ajabu. Mungu wetu wa ajabu, ajabu. Ajabu, ajabu. Mungu wetu wa ajabu, ajabu. Mungu wetu wa ajabu, ajabu. Mungu wetu wa ajabu, ajabu. Ajabu. Ametenda maajabu, ajabu. Ametenda maajabu, ajabu. Mungu wetu wa ajabu, ajabu.
ajabu, ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Bwana njoo, shika miguu yake. Inua mikono yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai, naweka huu mama mikononi mwako nikiomba neema yako ishuke juu yake. Hii maroho inayofunga hili ninatangazia kuondoka katika jina la Yesu Kristo. Naangusha kila utawala, ninavunja kazi za giza, ninaharibu hii misukuma iliyosukuma juu yake, ninachoma na kuteketeza, ninapomea madhabahu yaliyojenga juu yake. Hii kama iliyomfunga, hii minyororo iliyomfunga, iteketee katika jina la Yesu, iteketee katika jina la Yesu. Roho ya umaskini, toka haraka, achia maisha yake, achia maisha yake, achia maisha yake, achia maisha yake. Jinsi mnachilia by force by fire. Roho ya mauti, potea, toka juu yake, toka juu yake. Na kufua nafsi yake, nafsi yake ilipotekwa mpaka kwenye mafulizi. Makaburi mnaachilia, asili mnaachilia, asili mnaachilia, asili mnaachilia, leo mnaachilia. Miguu yake iko sasa, fungua maisha yake, fungua maisha yake, fungua maisha yake. Mapepo, 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 wachawi, waganga, majini, nasema nisha, hakuna uwezo, hakuna mamlaka juu yake katika jina la Yesu. Toka, 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 toka. Achia nyota yake, achia nyota yake, achia nyota yake, achia nyota yake. Yote uliyofunga leo, uliyofunga leo unaachilia. Awe huru sasa, awe huru sasa. Toka, achia maisha yake, achia maisha yake. Ninyi wachawi, ninyi wachawi, nimewaona na washika leo, ninawacheka. Toweka, iteketee. Natangaza amani, natangaza uzima juu yake. Baba, ukapotendee neema kwa jina la Yesu Kristo. Neema yako Baba iwe juu yake, mtawale, mjenge, kuzima achilia, kuzima achilia, kuzima achilia. Kwa jina la Yesu Kristo, nyota yake ing'ae. Mshindi wako uje kwa jina la Yesu Kristo. Nikiongea mtumishi wako huyu Baba, Mungu naomba neema yako imguse. Tawala giza, tawala kipepo, tawaleka kwa jina la Yesu Kristo. Naondoa hili nguvu kwenye maisha yake, naondoa hili roho binafsi, ninapomoa tawala kichini, pepo zote, potea roho ya magonjwa, potea, awe huru sasa, potea kwa jina la Yesu Kristo. Kila ngome na kila utawala kwenye miguu yake awe huru. Ninatangaza ushindi na uvumilivu. Toka kuzimu, unashauri, achilia, 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 achilia. Wale wanawake wa mbinguni, potea, hima za bali, potea kwa jina la Yesu Kristo. Baba, baraka ziwe juu yake, umtolee neema, umekalie kwa jina la Yesu Kristo. Shangilia Bwana, shangilia Bwana, shangilia Bwana. Acha mapenzi ya Bwana yatimike juu ya maisha. Ambia yeye kando yako, mimi si mtu wa kawaida, nimevaa Mungu. Mungu anatawala na Mungu anasema. Dalili za Roho Mtakatifu zinaonyesha ya kwamba ni Mungu aliye. Shangilia Bwana. Tupigie Yesu makofi. Bwana Yesu.